Tayari tumeshaongelea kuona kwamba umeona kwamba hizi dini zote tulizonazo, hakuna dini ambayo iliyoko safi ya kuweza kupeleka maombezi, sifa mbele za Mungu. Neno la Mungu inasema kwamba Yesu anasema kwamba tena injili ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Katika nafasi hii watu wote mnapaswa mfurahi, kwa sababu Mungu ametukumbuka kwamba hatuna sehemu nyingine, hakuna namna nyingine ile turudisha katika utaratibu wa kulitii neno na kuishi utaratibu wa Mungu kama alivyoupenda, kama alivyokuwa ameupangilia. Ni nafasi bali tunarudi tena katika utaratibu kuona kwa jinsi gani katika utaratibu wa kumkomboa mwanadamu Mungu katika zile roho ya Elia inakuja duniani hapa mara 5. Mara ya 4, mara ya kwanza ilikuwa kwa Elia mwenyewe akamlisisha Elisha, ikaja kwa Yohana Mbatizaji, na katika Malaki sura ya 3 anasema kwamba tazama natuma mjumbe wangu mbele yangu, atengeneze njia yangu mbele yangu. Huyo ndio Yohana Mbatizaji. Hata tukirudi katika kitabu cha Waruka sura ya kwanza mstari wa 17 inasema kwamba naye roho ya Elia naye Elia atanitangulia. Hata tukienda katika Mathayo 17 ule mstari 11 ndio nasema kwamba wanafunzi wakamuuliza Yesu, wakasema mbona waandishi wanasema Elia yaja kwanza? Akasema ndio, Elia ameisha kuja, hawakumtambua. Akawa anaeleza habari za Yohana Mbatizaji, lakini akasema naye akija atatengeneza yote. Ndiyo yule wa mjumbe wa 7 ambayo katika mara ya 4 anakuja kwa mjumbe wa 7 ambayo tutapata katika Ufunuo 10 mstari wa 7, ndio inasema kwamba isipokuwa katika sauti za malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndio siri ya Mungu itakapotimizwa. Hapo ndio nafasi ya Mungu inavyosema katika hizi nafasi ambayo kutimiza yule mjumbe ndiye atazifungua siri na kumwandaa bibi harusi kwa ajili ya unyakuo. Katika nafasi na ingebidi tufurahi, tusiendelee kuwa na mioyo migumu. Kila mtu afurahi. Mambo ya dini hayo nimwambia futa kabisa, wala msibebe wala msifikiri, kwa sababu hata Yesu mwenyewe alisema kwamba angalia makahaba na toza ushuru na watu wenye kushinda virabuni wasije wakatangulia kwenda mbinguni. Kwa sababu gani? Nyinyi mtakuwa mnajivunia, wewe una swala 5, wewe unashinda kanisani, wasifu naomba, unafunga na kuomba, lakini zile dini nimekuambia kwamba ni utaratibu ambao wa kubeba itikadi zote na taratibu zote za Mungu. Kwa hiyo zikawa na mapungufu, Mungu apokee kitu hicho pungufu. Katika nafasi hiyo yule mjumbe wa 7 ndiye mjumbe yule ambaye na nembo ya nguzo ya moto imewekwa kichwani, ndiye yule mjumbe wa 7 William Marion Branham, ndiye unapaswa kusimamia na kuangalia taratibu mzima, ili katika yeye upata maandalizi na mafundisho mazima kwa ajili ya kuandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Hiyo ndio nafasi ambayo pekee yake ambaye Mungu wa mbinguni amejiandaa kwa ajili. Katika ujumbe huo watu wote muwe na moyo unyenyekevu na kutii na kuangalia taratibu na kulishi neno sawa sawa na taratibu ambayo anasema kurudi fundisho la mitume ni kuangalia kila mtu abatize kwa jina la Yesu, wala si kubatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ndio utaratibu ambao huo ni uwekwa wazi kwamba katika taratibu, rudi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, taratibu zote za katika nyaraka zote za Paulo ambao ni taratibu zote za kanisa, jinsi kanisa inapaswa kuwa na kuendeshwa katika taratibu zote na juu na ibada na viongozi wote watumishi wanapaswa kuwa na sehemu zao na utendaji wa kazi jinsi walivyokuwa. Kwa hiyo ndio nafasi hii mtu aweze mambo ya dini, mimi ni Muislamu, mimi ni Mkristo, mimi nimeokoka, hii yote futa, anza upya, rudi katika neno la Mungu, uzaliwe mara pili katika neno, uhesabiwe katika imani. Huo ndio utaratibu wa Mungu alioweka, na Mungu akubariki sana.